Ni mimi nisimama kama waziri kivuli, yeye akiwa waziri. Nasema watu wanauawa, wanapigwa risasi. Spika wakati huo, mwenyekiti wa bunge alikuwa Zungu. Nikasema watu wanauawa kama waziri kivuli. Zungu akazuia ule mjadala ndani ya bunge. Mwigulu alikuwa waziri wa mambo ya ndani, anasema kule Kibiti kulikuwa na hujuma, kama hujuma zilikuwepo na yeye ni waziri wa mambo ya ndani. Badala yake peoples, tulipoongea yale masuala ya Kibiti ndani ya bunge, sikiliza Dodoma, wakataka kumkamata Mnyika na mimi nikapata taarifa, nikachukua text Dodoma, nikakimbia nikaenda Arusha, nikaambiwa nataka kukamatwa, nikakimbia nikaenda ubalozi wa AU. Mnyika sijui alijificha wapi, sijui Mnyika naka, kwa sababu tumeongea habari ya watu kwa Kibiti, yeye akiwa waziri wa mambo ndani. Na magani huyu, haya mambo akiwa anaongea songeza rani. Beni Sanane ameuawa, mimi nimekwenda nyumbani kwake, nimekaa naye kama waziri kivuli na kama rafiki, akaniambia nitafuatilia. Alafu unasema nendeni mkasome katiba mjue uwaziri mkuu ulivyo na nguvu. Mwigulu anasema waliompiga Beni Sanane Mheshimiwa Lissu risasi ni nani? Ni mchezo. Alikuwa waziri wa mambo ya ndani wakati Lissu anapigwa risasi. Kalemani alikuwa anakaa pale nyumbani anapokaa Lissu. Lissu amepigwa risasi akiwa waziri wa mambo ndani. Sasa nakuuliza Mwigulu, aliyekwenda kuchukua kamera za CCTV nyumbani pale alipokuwa anaishi naibu spika Tulia ni nani? Na wao walikuwa waziri wa mambo ndani. Ndugu zangu, sasa juzi ameketekwa msaidizi wa Mheshimiwa Lissu, David Jumbe. Mwigulu na David Jumbe ni marafiki kama ambavyo sisi na yeye ni marafiki. Uongo? Ila Mwigulu na David Jumbe ni marafiki kuliko sisi. Kwa nini ametengeneza hii narrative? Naomba mnisikilize. Mimi hobi yangu kubwa ni kufikiria, kusoma vitabu na kuangalia movie za kimafia. Hobi yangu kubwa. Kwa nini amejenga hii narrative? Kuna kitu anakiandaa mbele. Kuna kitu anakiandaa. Anasema kuna serikali inahujumiwa. David Jumbe rafiki mkubwa wa Mwigulu, wanatoka wote mkoa wa Singida. Kwenye yale kauli yake mtaja tajina. Maana yake nini? Kama waziri mkuu anasema serikali inachezewa na kuna watu wanahujumu serikali, kesho watamuua Mnyika. Kwa sababu waziri mkuu ameshatengeneza hiyo narrative, nyie mtasema serikali inahujumiwa. Anatengeneza narrative. Ama atamuua mimi ama yeyote hapa. Ukiangalia hakuna, anatengeneza narrative. Alivyokuwa anaongea utafikiri mwanafunzi ametoka chuo Marekani amekabidhiwa waziri mkuu. Huyu anatengeneza narrative. Na kama unatengeneza narrative ili mfanye jambo baya kwa viongozi wao, rudi nyuma haraka sana, kwa sababu hutafanikiwa kufanya chochote katika kundi la viongozi hili, nikiwemo mimi. Hayupo wa kunigusa, hayupo wa kuniua, hayupo wa kuniharibu. Namjua Mungu ninaye muamini. Namjua. Mimi sio malaika, mimi sio mkamilifu, lakini Sagodi baba yangu. Sasa ndugu zangu, shida imeanzia wapi? Na katibu mkuu, siku chama chetu kikishika nchi, waziri mkuu hautakuwa bidhaa ya kununua dukani, hautakuwa na price tag. Ukianza kuona nafasi ya waziri ama nafasi zote ndani ya serikali, hata kama ni Chadema tukishika mamlaka, waziri mkuu kwa na price tag, kwamba mwenyewe anataka waziri mkuu anampa pesa mtu ambaye karibu na rais, tatizo litakuwa kubwa sana.
Tangazo ni hili: waziri mkuu wa Chadema hautakuwa na price tag. Anasema tuhangaike na matatizo ndani ya chama chetu. Nyie ndio mko madarakani, hamtaki kusema achia madaraka, rudi kwa mke wako, kaa na mke wako, full stop. Hawa hatusema umekalia ofisi ya serikali unataka usisemwe. Ofisi ya serikali sio jiko lako. Ofisi ya serikali sio nyumba ya baba yako. Hiyo ni ofisi umeajiriwa. Utakusema msikitini, kanisani, chooni, disco, bafuni. Hatutasimama kusema. Hatasimama. Ndugu zangu, Dodoma, sikiliza kwa makini. Kwa nini tunapitia mambo yote haya? Tuna viongozi ambao wakitaka kusema wanasema ovyo. Kama mmemfuatilia katibu wetu mkuu akiongea, huwa akili yake inauma, kwa sababu anajua na communicate na public, anakuwa sensitive asikwaze public. Una viongozi wa serikali leo akisimama akiongea, anaweza akaongea anavyotaka. Sisi ndani ya chama chetu tuko wamoja, wao hawako wamoja. Na uhakika Mwigulu hawezi kunywa maji kwa Nchimbi na Nchimbi hawezi kunywa maji kwa Mwigulu.